And he's telling us that his body is bread. How will we eat this? So some disciples, after hearing this, they started going back from Jesus. Wakaanza kumwacha Yesu pole pole, wakienda nyuma. Na Yesu alipojua kwamba watu wale ambao wamekuwa wakimfuata wameanza kwenda nyuma, akageuka kwa wanafunzi wake akauliza, na nyinyi pia mnataka kuenda? Do you want to go? And then Peter stood, which is representing the church. He stood and said, for where can we go to? We have sat with you, Jesus. I've heard of your message. I've seen what you can do. That what you can do, no man can do. I've seen things that you have done in my life. For where can I go now? For I see that you have the words that gives me life. I was a fisherman. I was living in darkness. I was fishing in darkness. I can catch no fish. But now, Jesus, you've come and you brought a miracle in my life. I've seen it with my own eyes. And there was a conviction in my heart. And I came to realize that I'm a sinner. And now, your word that brought life unto me, where can I go to? Niende wapi Yesu? Niende wapi Bwana? Nitafute Mungu wapi tena kuabudu? Nitafute maneno wapi tena ya kusikia yaliyo na uzima kama si kwako? For where can I go, Jesus? So Peter showed the strong passion for Jesus, the strong desire for Jesus. He wanted to know more about Jesus. And Jesus looked unto Peter and unto other disciples and he said, I've been walking with you, but some of you do not believe. When you went hamniamini, na wala ambao hawaniamini, they will betray me at the end. So, brethren, listen to me. Anytime we don't believe in Jesus, we betray him. Unaangalia to Judas Iscariot. Many times we have betrayed Jesus by not believing in him. Kutumwamini Yesu inamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo bado hujaelewa kumhusu Yesu. That's why you cannot believe in him. But when he opens a revelation unto Peter, Peter came to know Jesus unto Peter. Peter came to know Jesus not as the Son of Man, but he knew him as the Son of God, the Christ. Until you reach a level to know Jesus, not as Jesus, but you know him as Christ, who is the Son of God. And this is the foundation of the church. A church is not this building. A church, it is me and you who have chosen to believe in him, to trust in him, to walk in his ways, and to live by his ways. A church is a person who has chosen to live by the word of God, to live desires of this world, and to stay with God, to stay with Jesus, to know him. This is a church he's talking about. Kanisa ni watu ambao wanamjua Kristo, wakuna tamaa ya kumjua zaidi, wakuna tamaa na kiu ili kwamba Yesu afunulie zaidi, wamfahamu zaidi. Leo hii kuna watu wengi wanamjua Yesu kama mponyaji tu. They know Jesus as a miracle worker. And that's why they are coming to church, not because they want to know him, but because they want miracles. But I've come to tell you this morning that we are not looking for miracles, we are looking for Jesus. Because if I found Jesus, then I've found everything. Whatever I'm looking for. If I'm looking for healing, I found it in Jesus. If I'm looking for a good spouse, I found it in Jesus. If I'm looking for a good business to do, I found it in Jesus. If I'm looking for a ministry, I can only find it in Jesus. I can't find it anywhere. Outside Jesus, there's no life. Wapendwa, nje ya Kristo hakuna uzima. Nje ya Kristo hakuna uhai. And I want to tell you, young person, you are listening to me right now, never waste your life on things that do not profit your life.
Spend time with God. Spend time with Jesus. Know Jesus early enough so that your destiny and your purpose cannot be destroyed. There are many people today they're crying if they had known Jesus for the early enough. Wangemjua Yesu mapema, leo hii maisha yao haingekuwa jinsi yalivyo. Lakini kwa sababu wamemjua late, kuna vitu maishani mwao vimefanyika ambao leo wana regret. But you stay in the house of God because you are still young. There are things you can learn about him. There are things you can redeem in your life. I remember there's a time that I was doing some things to me, I saw that they were good. But until the Holy Spirit spoke to me, in the book of Ephesians chapter 5 and verse 11, it said, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Have no fellowship with anything that is of darkness, but rather reprove them. Usiwe na utengamano na vitu vya giza. Usiwe na utangamano na marafiki ambao wanafuata njia za dunia hii. Usiwe na watu ambao mawazo yao na maneno ambao nasema yanakutoa katika uwepo wa Mungu. Bali tafuta marafiki ambao they can lead you to know Jesus, they can lead you to know him. He spoke to me. And even this morning, still speaking to somebody that you still have a chance to know him. Ukuna wakati wa kumjua Yesu. Ukuna wakati ya kuomba Mungu, Baba nifunulie, nataka nimjue Yesu kamilifu. God will do it for you. It's in the book of John chapter 14 around verse 21 there. It says that those who love me, those who has my commandments and keeps them. In the book of John chapter 14 verse 21. Those who has my commandment and keeps them are the ones who love me. And my Father will love them, and I will also love them. And the reward at the end is that I shall manifest myself unto them. So you can see, it's not about coming to church. It's not about coming to sing in the church. It's not about coming to meet friends in the church. It's about knowing Jesus. It's about having the hunger for him. It's about the desire, the passion to know him more and more. You can have the commands, but do you keep the commands? He said that those who has my commands and keeps them are the true people who love me. So you must have the commands first, and then you keep them. And this is what Peter did. After knowing Jesus, now he started keeping the revelation that he had about him. And now he says, to whom can I go to? For you have the words of eternal life. Who can give me these words? If I go to my parents, they don't have these words. If I go to my relatives, they don't have these words. If I go to my friends, they don't have these words. But when I met you, Jesus, I met something that no one can give to me. I met life in you. I met all that I need in life. Na kaanza kumfuata Yesu. Peter akaanza kumfuata Yesu. Na hii inatuambia kama kanisa, lazima tujifundishe kumfuata Yesu. Lazima tujifundishe kumjua kikamilifu. If you read the book of Proverbs 18 verse 1, it says, through desire, a man having separated himself, he intermeddleth with all kind of wisdom. There must be a separation for man to understand God. Through desire. There must be a desire for him. For you to separate yourself from people, from things that can mislead you. And now you sit down to gain wisdom
through the knowledge of God in Christ Jesus. Because many times in our lives, brethren, our distractions comes when you don't have the knowledge of God. And the same in the book of Isaiah 4:6, that my people are destroyed. They are my people. And the same in the book of Isaiah 4:6, that my people are destroyed. They are my people. They have been redeemed, but yet they are being destroyed. Why? They lack knowledge. And now, it's not that knowledge is not available. Knowledge is there, but there are people who cannot seek for knowledge. As a result, we go for distraction. You must have desire. You must choose today. You're a young person. You must choose and say, me and my life, I will live to seek the Lord. I will live to obey His ways, His word, and to live according to His word. Peter kachagua. Labda marafiki waliachana Peter, lakini John na James waliambatana na Peter, wakaamua kumfuata Yesu. Mwisho wake waliweza kumjua Yesu na wakapokea Roho Mtakatifu. They went and preached the gospel to nations. People accepted Jesus because there are people who chose to walk in the ways of God. Peter, James, John, and other disciples, they chose to follow Jesus. John 6 verse 3, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. The spirit, it is what quickeneth. The flesh profiteth nothing. So if you choose to live by the ways of the flesh, you cannot walk in the ways of God. Ukichagua kutembea kwa njia za kimwili, hawezi ukafanya mapenzi ya Mungu. Waliochagua kutembea kwa njia za kiroho ndio pekee watakao timiza mapenzi ya Mungu. Maana katika roho wa Mungu ndipo kuna uhai, ndipo kuna uzima. Passion for Jesus. The desire to know Him. Psalmist says in the book of Psalms 42, from verse 1 to 2, it talks about a deer that panteth. Can you turn to the book of Psalms 42, from verse 1 to 2? It says, as the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? This psalmist alikuwa anaangalia mnyama jinsi anavyotamani maji. Amekimbia masafa marefu. Maybe maadui wamekuwa wakimkimbiza kwa muda mrefu, mpaka kafika kiwango ambacho anahisi kiu zaidi. Anatafuta maji penye maji itapatikana. So this animal was busy looking for water. It is running here and there looking for water. And when it finds the water, it will drink that water. And now the psalmist says, also my soul thirsts for God. It says that, for the living God, when shall I come and appear before God? Ni lini nitaenda mbele za Mungu? When will I meet you, God? When will I see God so that I can stay with Him? Ni lini ambao nampata Yesu?
ili kwamba nimwone Yesu. Unaangalia the psalmist anaposema haya maneno, these are prophecies. Walikuwa wanatazama Yesu vile atakapokuja duniani ili kwamba afe kwa ajili ya kila mmoja, so he can die for every man. So he said that, when will I ever see that time? But now me and you, we have seen that time that David as the psalmist was seeing in prophecies. Alikuwa anaona kwa unabii, alikuwa anaona kwa mbali, lakini mimi na wewe tuko na privilege, maana Yesu tayari amekufa, amefufuka msalabani, na sasa hivi anaishi na ameketi katika mkono wa kuume wa Baba. So we have a great privilege to know Christ, but yet many people, we do not want to know him. Tuko na wakati na muda, wapendwa, wa kumjua Yesu vizuri. Kuna wale ambao manabii kina Isaya, kina Jeremiah waliona kiunabii kwa umbali kwamba Yesu atakuja afe msalabani na atafufuka tena, na kupitia Yesu kila mmoja ambaye anayemwamini atapata uzima milele. Na Yesu alitimiza haya yote, maandiko yalitimizwa, lakini mpaka leo hii dunia bado inakataa kumjua Yesu. It says that when you see fightings, nations fighting against nations, people fighting against people, ukiona watu, mandugu wanageukia mandugu, marafiki wanageukia marafiki, mtoto anageukia mzazi, and you can see those things today. Today young people cannot even listen to their parents. Means that these are end times. We are living times where you must know God. If you don't know God right now, I tell you, it's a painful thing for you. The times are coming, and they have already come, where we can see nations fighting nations. We can see people rejecting the true God. They're rejecting the truth. And it says that if you see the gospel being preached to the whole world, there you can know the end has come. Ukisikia injili imehubiriwa, kila mtu amesikia injili, ndio usije ukasema kwamba mimi sikusikia injili. Hiyo injili ilikuwa wapi kuhubiriwa? Ilikuwa wapi hiyo injili kuhubiriwa? Ningelisikia hiyo injili lakini sikusikia. I tell you the truth, no one will die without listening to the gospel. Lazima kuna wakati ambao ulisikia mhubiri akihubiri injili, lakini hakutarajia kumpokea Kristo mapema. And even if you believed, you are not walking in the ways of God. Even if you walk in those ways, are you doing what he says and obeying what he commands you? The time has come, brethren. Lazima watu chague kama ni huyu Mungu unamfuata ama ni mambo ya dunia hii. Ndipo Joshua akasema, ukisoma Joshua chapter 24 verse 15, anasema kwamba mimi sijui mtachagua nani, kama ni ile miungu ya mababa zenu, maana nimetembea na nyinyi, mmeona yale Mungu amefanya tayari. Amavusha kale zile mito, amefanya mambo makuu na mtumishi wake Musa, lakini bado hamwamini huyu Mungu. Lakini sasa leo hii mchague, kama ni ile miungu yenu mtaabudu ama mtaabudu nani. Lakini mimi na nyumba yangu nimemchagua kumwabudu huyu Mungu. I've chosen with my entire house. The house is not your family. You can have a wife but they don't believe in God. You can have friends, they don't believe in God. You can have children but yet they don't believe in God. Your house, it is you personally. You are the house where the Holy Spirit is. You are the house where the Holy Spirit is staying. Wewe ndio nyumba ambayo Roho Mtakatifu anaishi ndani yake. So utarajii kwamba ati wakati Joshua anasema kwamba nyumba yangu mzima, anaongea kuhusu mimi personally. Kama kuna mtu kwa familia yangu atakayechagua kumfuata Yesu, basi tutatembea pamoja na huyo mtu. Lakini mimi nimechagua, I want to worship any other God. I cannot worship money. I cannot not worship the things of this world, but I shall worship the King of Kings and the Lord of Lords. People must reach a point, you must decide. Si kwamba uko hapa ama uko hapa. You must choose. If it's Jesus, I will choose to follow Jesus. Na hata kama mambo gani nakutana mashani mwangu, I will choose to follow Jesus. Paulo anasema kwamba
For me to live is Christ and to die is to gain. Yani mimi maisha ambayo naishi sio mimi naishi, lakini Kristo anaishi ndani yangu. Nimemchagua Kristo zaidi ya vyote dunia hii, basi anaishi ndani yangu. Na maisha ambayo mnaona mnayoishi, whatever you see in me, you can see Christ in me. He lives in me. And therefore, even if I die today, I know there's a place I'm going. The crowns that have been already put upon the seats of men. In heaven kuna viti ambavyo Mungu ameandalia watu, na katika hiyo viti kuna crowns, kuna taji kwa kila kiti ambacho unaenda kule mbinguni kuketi na Mungu akiwa mbele kule. I speak of the revelation of what God showed me. Akanionyesha kwamba kuna viti na kuna taji kwa zile viti. So the rewards, kuna taji ambao kila mtu atapokea kulingana na kazi yako, kulingana na njia zako na Mungu. The crowns, kuna taji. Wapenda, kuna viti ambao utaketi, Mungu akiwa the light, akiwa na mwangaza unaong'aa. Is the light that shines, and that place there's no sun, hakuna mwezi, hakuna jua. Kuna Mungu ambaye ni Kristo aliye mwangaza ambao kila mtu anamtazama. Unapomtazama Mungu, you become that light. Immediately you see God, you become the light. You become like him. Unapomwangalia tu Mungu hivi, you become like him because he's light, and therefore you also become light. Ndipo Yesu akasema kwamba you are the light of the world. Ni ndio nuru. Ndipo Yesu akasema kwamba you are the light of the world. Ni ndio nuru ya ulimwengu. Ukimpokea Kristo na kumwamini kikamilifu ndani ya maisha yako na ukaanza kufuata njia za Mungu, you become the light of the world. Because God is light. Nawaambia Mungu ni nuru. In God there's no darkness. Kwa Mungu hakuna giza. God is light. And that's why he say that those who believe in me, they cannot stumble. Because that light will show you the direction you need to go. Hiyo mwangaza maana ni Kristo, ambayo ndio neno la Mungu, itakuonyesha njia ya kutembea. It will show you, my brother, my son, there's a hole ahead of you. Kuna shimo, there's a pit ahead of you. And if you walk the same way you're walking, without my light, you're going to fall in that pit. And that's why I'm telling young people, you must know Jesus early. The pits, kuna shimo ambazo shetani amezichimba watu waanguke ndani yao, ili kwamba hatima yako na ile purpose ambayo Mungu amekusudia juu maisha yako isikatimia. Lakini Mungu ameandaa mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. I've come to tell somebody, time is available for everyone. Muda umetengwa ndio kila moja, na kila mtu anasikia injili kila siku. Je, unaposikia injili hii inakuambia nini katika moyo wako? What is God speaking into your heart? Because whenever you come before Jesus, that encounter with him will speak something in your heart. There must be a change in your heart. Anytime you have an encounter with Jesus, there must be a conviction in your heart. And what is God telling you in your heart? Are you going to choose Jesus today and follow his ways and walk in his ways? Or you're going to follow this world? Hii dunia pia ni tamu kwa wengi. Hii dunia imekuwa tamu kwa wengi. Kanisa leo hii watu hawatakuja ni kwa sababu gani? They are busy with other things. When the gospel is being preached, there's no one who wants to stay and listen to the word of God. Ndiposa wale wanafunzi waliacha kumwacha kila mmoja akaanza kumtenga Yesu pole pole. Wakaanza kurudi nyuma pole pole. They're going back slow by slow. And this is what is happening to the church today. Ukiuliza mtu mwakoka, niliokoka lakini leo hii siendi kanisani. Nini ilifanyika maishani mwako? What happened in your life?
The same thing that happened to the disciples. And Jesus now turning to the disciples who now love him and ask them a question. And Jesus now turning to the disciples who now love him and ask them a question. Are you also going to leave? Je, na wewe pia utatoka? Ndipo Peter akasema kwamba, Bwana, nimetembea na wewe. Yale ambayo nimepokea kwako, siwezi nikapokea kwingine. Maana wewe ulina na maneno ya uzima. Any word you speak to me is life. Any word you speak to me is light. Any word you speak to me brings me to a place of glory. Where can I go and find these things? I better leave everything because of Jesus. Peter represents the church, shows his stand in the Lord, that nothing can separate him from Jesus. Peter, who is also meaning the church, shows his stand in the Lord, that nothing can separate him from Jesus. Amesimama wima. Wengi wametoroka. Majaribu yametoa kanisani. Majaribu yametoa kufanya njia za Mungu. Lakini mimi Petero nimemchagua Kristo. Hata kama nini ambao nashuhudia maishani mwangu, nimemchagua Kristo. I've chosen Jesus above everything. Is stood with Jesus. And now God is telling the church, you must stand even in times of difficulties, in times of trials, in times of temptation, things you don't understand. But if you can still understand Jesus, you can defeat those situations. Kama tu ukuna nguvu na uwezo ya kumuelewa Yesu, kumjua Yesu, na kuambia utakuwa na nguvu na uwezo ya kushinda yale mapito, hayata kutoka kanisani. Jesus is the word of God that gives life. Yesu ndiye neno la Mungu ambao lapena uzima, lapena uhai. You can never find life anywhere if you don't accept Jesus. You can never get eternal life if you can't accept Jesus. You must accept him in your heart. You must believe in him as your personal Lord and Savior for you to get eternal life. No one can come to Jesus except that the Father brings them to him. Hauwezi kukuja kwa Kristo kama si Mungu Baba akakuleta kwa Kristo. Na mpaka leo hii bado analeta wengi. He's bringing you. Mungu anakuleta ili kumjue Yesu. Whatever I'm speaking right now, I'm not the one who is speaking, but the Holy Spirit that sent me with this message is speaking in me and is saying that you can still come to Jesus. Wengi tumetembea kanisani, lakini mpaka leo hii hatujawahi kumjua Kristo vizuri. You have never encountered Jesus, but still is speaking to you. You can encounter him today. You can encounter him today. You can come to him today. We also see passion for Jesus, who is God, God's word. Passion. Peter showing passion. The church must show passion for Jesus. Our deeds, the way we walk, they must reveal Jesus to people. Our words we speak, they must reveal Jesus to people. Let your word carry grace, that when people listen to your words, they can see Jesus in you and they can come to him. Let us not speak words that will destroy people's relationship with God. Usije kaongea maneno ambayo inavunja watu mioyo. Wamemtamani Kristo lakini maneno yako inavunja mioyo yao na kuwatoa mbali na Yesu. Be very careful, my friend. The church is a place whereby we are discouraging people. Na ukishawatoa unauliza kwamba nani alienda wapi? Kumbe ni maneno yako tu yaliyotoka kanisani. Our words, what are you speaking? You can see Peter anaongea vizuri, anasema kwamba niende kwa nani? Ukisikia maneno ya Peter na kama hujaokoka, na wewe pia utamjua
kama Peter amesema haya, ni nini ambacho Peter amemwona kwa Yesu? Na mimi kile ambacho Petero ameona kwa Yesu, na mimi pia lazima nikione kwa Yesu. Peter carried words of grace, maneno yaliyobeba neema. Haya maneno yanavuta wengi. Akasema kwamba he preached just a sermon and 3,000 people were saved. What? Why? Because of the Holy Spirit. He ministered through Peter. And when he spoke to these people, they were saved. Because the words that Peter was carrying, the words of grace. The church must carry the words of grace. The words that can change people. You can transform a nation. Let people come to you and see Jesus in you. Maneno yako yaonekane kama yale ya Kristo, ya upole, ya unyenyekevu, ya kuonyesha upendo kwa wenzako. We also learn that many cannot withstand sound doctrine. These people cannot withstand sound doctrine. Injili ya ukweli haikubaliki na wengi. Injili ya msalaba na kuamini Yesu na kutembea kwa njia za imani imeshinda wengi. They became disciples, but today they can never walk with Jesus again. Why? Because they cannot withstand the sound doctrine. It's very hard for them. Mungu anakuambia toa fungu la 10, inakuwa ngumu kwako sana. Mungu anakuambia mwanangu, hii ndio njia ukatembee. Hii ndio njia imejawa na nuru. Tembea kwa hii njia. Ukitembea kwa hii njia, maisha yako yatakuwa sawa. Lakini unaona kama ni ngumu sana. Because we cannot withstand the sound doctrines. Ndiposa Paulo anaongea Timotheo, anasema kwamba nyakati za mwisho, in the last days, many, they will go to the seducing spirits, the doctrines of devils, mafundisho ya mashetani. They will not withstand the sound doctrines, the word of truth. Wengi hawatasimama. Unaposema neno la Mungu la ukweli, watu wengi hawatasimama. Lakini siku ya leo nataka nikwambie mpendwa, nataka uangalie picha ya Petero, ukuwe kama Peter. Be like Peter. Be like Peter. Have passion for Jesus more than anything. Know Jesus personally. Kaa chini na Biblia. Soma neno la Mungu. The more unasoma neno la Mungu, the more your mind is being transformed. It says in the book of Romans, chapter 12, verse 2, that do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So you can know what is good, the will of God and His perfect will. Do not conform to this world, the systems of this world. And many people are turning to the systems of the world. And those systems cannot benefit them. Only we destroy them at the last days. But be transformed in your mind through the word of God. You must increase your capacity through prayer. You must build a systematic prayer life. Lazima ujenge maisha ya maombi. Is a personal thing. Usiongoje pastor kuja kuambia leo tuende kwa maombi ya kufunga na kuomba. Have your personal retreat with God. A personal time that you spend in His presence. You just stay in His presence. Nampenda Moses. Exodus 33 verse 14 nasema kwamba my presence, Mungu akajibu Musa akamwambia, my presence shall go with you and thou shalt find rest all round about. When you pray, the presence of God goes with a man, you shall find rest. And you can only obtain that presence in the place of prayer. Are you spending time with God? Are you spending your time with God in prayers? So you need to build a systemic prayer life.
Jenga maisha yako ya maombi. Your altar must keep on burning with fire. You're the priest. Usiongoje pastor aje kaombe kanisani. You are the priest. You must meditate on the word of God. Read the word. Pray. Meditate on the word. Let your mind be transformed. Let your mind be changed when you spend time with God, in His presence with His word, in His presence with prayer, in His presence meditating of what you've read about Him. Spend time with Jesus. Have desire for Him. Mjue Yesu mapema mpendwa. Know Jesus early. It will benefit you a lot. Kuna vitu maisha yako kama ungemjua Yesu mapema haungezipitia leo hii. Lakini unazipitia kwa sababu gani? Hukumjua Yesu mapema. Na hata kama ulikuwa kanisani, bado hautaki kufuata njia za Mungu kamilifu. But today I'm telling you, there is still hope in a tree, that though it is cut, there's life again that can come out of that tree. There's hope for you. He says that the thoughts that think towards you, that of peace and not evil, to give you an unexpected end, a future of hope. The thief cometh not, John 10:10, but only to steal, to kill, and destroy. But I've come to give you life, and life in abundance. That's what Jesus has come to do in your life. Have passion for Him this day. Kama uliacha maombi, rudi sehemu ya maombi. Kama uliacha neno la Mungu, rudi sehemu ya kusoma andiko. Kama uliacha kumeditate kwa neno la Mungu, rudi kwa meditation ya neno la Mungu. Kama uliacha kukaa in fellowships, rudi fellowship. Ili kama Mungu akaseme na wewe. Mungu akubariki sana mpendwa. Unapokuwa na kiu ya Kristo, unapomtamani Yesu na kutembea na watu ambao wanahusiana na huyu Yesu, unapokaa mafundisho and being disciple to know the truth, I tell you, your life in the future will not be the same. Maybe wewe familia yenu unategemewa. Mungu amekuwa akikutegemea muda mrefu sana. Lakini mpaka leo hii hujai kuwa serious na Mungu. Lakini leo hii Mungu anakuambia kuwa serious na yeye. Be serious with God. Come back to Him. Be serious with Jesus. Know Him early enough. And He's going to change your life. Tusimame na tuombe. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima ni zako Bwana. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima ni zako Bwana. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima zina wewe Bwana. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima zina wewe Bwana. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Father, I thank you. Bless you, Jesus. Who can be worshipped if it is up to you, Lord?
who can change lives if you cannot change it, Lord. Peter chose to follow Jesus. And this morning, Lord, I pray that people who have heard this sermon and they shall have passion for you, Jesus. You're going to build their hearts. You're going to change their minds. They're going to have desire and passion for you, Lord. I thank you because you're building us, Lord, and you're making us to know you, Jesus. We bless you. We worship you. We honor you. We adore you, Lord. Ni wetu wa kuabudiwa Jehova. Ni wetu wa kuinua mfalme, Mungu mwenye rehema. Utukufu na sifa ni zako. Na ni kwa jina la Yesu